Uhamishaji wa madaktari na wauguzi ni jambo ambalo hutekelezwa mara nyingi na powers zimepatiwa wale ambao wanasimamia wafanyikazi. So si jambo geni. And in fact wako na all the powers. Na pia tunaweza sema yeyote ule ameajiriwa ama mfanyikazi wa serikali anayestahili kufanya kazi pahali popote nchi hii, kama ni county pahali popote. Lakini what surprises us is at what point, and also looking at the situation that we are going through, especially now that we have COVID. Number two, at the time when we have economic challenges, these are doctors, nurses, health workers who have not been paid for the last, I think, more than 2 or 3 months. So transferring them at this economic point, that's something that is raising a concern. Number two, we are fearing, some of us, that they are doing this to punish. Remember, transfers are there to increase or to enhance service delivery ama utenda kazi. Ndio maana mmoja anatolewa mahali hapa akipelekwa pahali pengine ili aweze kuhudumia hao ama hiyo hospitali ama pahali hapo wanafanyia kazi vizuri zaidi. But what we are seeing, tunaona kama ni ile punishment wanapatiwa kwa sababu wametoka katika strike. Na kumbuka, kwenda kwa mgomo hii ni right ambayo iko protected katika sheria zetu ama katika katiba. So naona hii ni form of intimidation ama punishment. Na mwisho acha niseme hivi, ningeomba ndio wakiendelea, kwa sababu naye hakuna sheria na regulate, tuseme tunaweza zuia, wafanye wakizingatia, waangalie other factors ambazo ziko hapo kwa hiyo surrounding the environment. Wasifanye tu kwa sababu wana nguvu na wana mamlaka ya kufanya. Kumbuka hiyo kazi kwa leo, kesho hujui kama utakuwa pale. The powers you may enjoy today, tomorrow they may not be there. So wafanyie wengine kama jinsi unaweza taka kufanyiwa wakati wewe uko chini ya mamlaka ya mtu fulani. Kitu kingine ningeomba serikali, wacha kutumia watu wengine waweze mambo ya policies za serikali kisheria. Usitumie watu ambao hawana uhusiano na nyinyi kiserikali, kwa sababu tumesikia watu wengine wakichangia maneno ya transfers. Mimi kama Murega nimepatiwa jukumu, nimepatiwa powers, nimepatiwa nafasi ya kutetea watu wangu kisheria, na ndiposa moja ni kufanya ile tunaita representation. Lakini kuna wale wanaongea kwa niaba ya serikali na wanadunisha hawa madaktari, wanadunisha hawa wauguzi. Ukisikia akisema ati mimi kutetea serikali, nasema ati hawa wauguzi wamekuwa wezi, wamekuwa kiibia hospitali madawa, ama wamekuwa hawaendi kazi, this is something that is demoralizing. Na mimi kama mmoja ya wale nimesomea hii taaluma, nasikitika sana kwa sababu nimeendea shule miaka 4, nikafanya internship mwaka 1, nikapata experience katika hospitali. Alafu mmoja ambaye hajaienda hata shule ndiye anatumika kutusi hawa ama kuongea maneno yasiyofaa katika hawa madaktari. Hawa ni madaktari wamejitolea muhanga, wamejitolea wakiwa haribu, wamejitolea wakiwa hawana nafasi ya kupata pesa ili wewe maisha yako iweze kuokolewa. Unalala hospitali, huyu ndio daktari anakushughulikia. Wewe ni mgonjwa, huwezi hata jitoa kwa kitanda, huyu nurse ndiye anakushughulikia. Alafu sasa umuite mwizi, alafu saa hii uweze kusema anaiba serikali kwa kukataa kwenda hospitali. My friend, that is the wrong way, and I want to tell this government, tafadhali chunga na wale ambao wanaongea kwa niaba yenu.